Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu mchana wa leo tarehe 26 mwezi Julai mwaka wa 2026. Hizi ni habari za kimataifa tumekuandalia mchana wa leo. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika hapa kwa channel yetu ya YouTube, weka subscribe, comment, share ili uweze kupokea matangazo yetu. Wacha tujuzane moja kwa moja yanayojiri katika anga za kimataifa. Zaidi ya watu 1300 wakimbia moto wa nyika Ufaransa na Uhispania. Wazima moto wako mbioni kudhibiti moto wa nyika uliozuka kusini magharibi mwa Ufaransa, huku upepo mkali ukisukuma miali ya moto kuelekea jiji la Bordeaux, na afisa mmoja akisema kuwa bado wakabiliwa na kibarua kikubwa kudhibiti moto huo. Zaidi ya watu 1300 nchini Ufaransa na Uhispania wamekimbia moto huo ambao umekuwa ukiwaka kwa siku kadhaa, huku upepo na viwango vya juu vya moto vikikwamisha juhudi za kuudhibiti. Nchini Uhispania ambapo hali ya dharura imetangazwa, mabadiliko ya hali ya hewa yamesaidia wazimamoto nje kidogo ya Madrid. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alikiri kuwa wanakabiliwa na nyakati ngumu. Wakati huo mamlaka mjini Valencia zimethibitisha kuwa mwanaume mmoja amefariki kutokana na moto huo. Mwanaume huyo anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 70 alikutwa na anazima moto akiwa amefariki ndani ya gari lake walipokuwa wakizima moto katika eneo la Salte de la Higue huko Manis, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya eneo hilo. Nchini Ufaransa, watu wengine 1550 waliagizwa kuyahama makazi yao Jumamosi usiku, na hivyo kufikisha takriban watu 250,000 idadi ya walioondoka katika maeneo ya kusini magharibi ya Gironde na Land. Mkuu wa wazimamoto Nicolas Braz aliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa moto huo ulikuwa ukizalisha upepo wake wenyewe ukiwemo vimbunga vidogo, na kuongeza kuwa ulikuwa na kubadilika na usiodhibitika. Alisema kuwa leo inatarajiwa kuwa usiku mwingine mgumu. Tuelekee nchini Marekani ambapo Rais Trump asitisha mashambulizi dhidi ya Irani, Teherani ikisema mazungumzo yake na Muscat yanatija. Ripoti nchini Marekani zinaonyesha kuwa Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kutochukua hatua itakayoongeza ukubwa wa shambulio la kijeshi la Marekani dhidi ya Irani, huku usiku mwingine ukipita bila mashambulio ya anga katika eneo hilo. Ripoti zinaonyesha kuwa maafisa wa Marekani wameeleza wasiwasi wao kuhusu kupungua kwa akiba ya makombora ya Patriot pamoja na uwezekano wa kuwatenga washirika wa Kiarabu katika eneo la Ghuba, jambo ambalo linaweza kufufua matumaini ya kurejea kwenye mazungumzo baada ya karibu wiki mbili
za msururu wa mashambulizi ya anga ya Marekani. Tangu jioni ya Ijumaa, Marekani haijafanya mashambulizi ya anga dhidi ya Irani kila kutoa maelezo yoyote rasmi kuhusu uamuzi huo. Hata hivyo, ripoti mbalimbali za vyombo vya habari zilisema kuwa Trump aliamua siku ya Ijumaa kusitisha mashambulizi hayo ya anga. Axios iliripoti kuwa Pentagoni iliwasilisha kwa Trump mpango wa kufanya mashambulizi ya anga, lakini alikataa kuidhinisha, akipendelea zaidi kutafuta suluhu kupitia mazungumzo. Kauli yake rasmi kuhusu swala hilo ilitoka kwa msemaji wa ikulu ya Marekani, ambaye alisema kuwa Rais Trump siku zote hupendelea suluhu ya kidiplomasia. Huku hayo yakijiri, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqai, alisema kuwa hakuna kilichobadilika kuhusu usafiri wa meli kwenye lango la Hormuz. Akijibu swali la waandishi wa habari kuhusu mazungumzo kati ya Irani na Omani kuhusu lango la Hormuz, Baqai alieleza kuwa duru kadhaa za mazungumzo kati ya Irani na Omani zilifanyika siku ya Ijumaa na Jumamosi. Katika mazungumzo hayo, pande hizo mbili zilijadili kanuni za pamoja na taratibu za kiutendaji za kusimamia usafiri salama wa majini katika lango la Hormuz, huku zikiheshimu mamlaka ya nchi hizo mbili zenye mwambao wa pwani. Ujumbe wa Omani uliondoka Teherani Jumamosi jioni, kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ambaye alisema kuwa mazungumzo hayo yamepiga hatua na kuleta matokeo chanya, huku akiongeza kuwa mashauriano ya kiufundi na kisiasa kati ya pande hizo mbili bado yanaendelea. Ni hayo tu kwa sasa, mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tulikuwa tumekuandalia mchana wa leo, na tukikukumbusha kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika kwa channel yetu ya YouTube, fanya subscribe, share, pia comment ili uweze kupokea matangazo yetu. Tunasema chao chao.